Eternal Father, I offer you the body and the blood. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana asubuhi ya leo. Jinsi Bwana ametuamsha. Tumeona mwaka mpya, wiki ya pili. Tunashukuru jina la Bwana milele. Leo Bwana ameniamsha tena na ujumbe mpya, ujumbe ya kukuinua, ujumbe ya kuongeza moyo nguvu, ujumbe ya kukuponya, ujumbe ya kukusongoza mbele. Hii ni mwaka ya kufanikiwa. Wacha tuombe pamoja na wewe ili tusikie ujumbe ambaye Bwana amenituma naye. Mungu wetu wa mbinguni, nimekutambua na nimekujua. Wewe sio binadamu ubadiliki. Wewe ni Mungu wa ukweli. Mwaka tumeingia 2023 ni mwaka wetu wa kufanikiwa. Umetuahidi kupitia neema zote ya kwamba mwaka hatutahangaika. Nimekushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Tazama huyo ndugu, tazama huyo mama, tazama huyo mtoto, tazama watazamaji wote ambao wamechukua nafasi hii ili wasikie ujumbe wa leo. Bwana utubariki pamoja na ujumbe ambaye tutaongea itoke katika mdomoni mwako, itoke kwako mbinguni, itoke kwako Jehova, ili nikinena na watu wako, Roho takatifu zako zishuke milele. Kwa hayo machache nimeomba na kuamini. Amen. Mpendwa, nimeshukuru. Wacha niseme happy new year kwa wale ambaye hatujakutana nao. Hii ni mwaka wa kufanikiwa. Hii ni mwaka mzuri sana. Hii ni mwaka wa kusonga mbele. Hii ni mwaka ambaye Bwana akona jibu lako. Wacha leo tuweke foundation, ile mjengo ambao unataka hii mwaka. Misingi yako leo ambayo utaweka kwa wiki ya pili, hiyo jambo itafaulu. Kuna wengine mwaka iliyopita walipitia majaribio mengi. Walikuwa katika hali ya vita ya magonjwa, vita ya kifedha, walikuwa wamenyang'anywa kazi, walinyang'anywa biashara, walikuwa na vita za watoto, school fees, mambo tofauti, kesi kotini, mambo nyingi, vita za ndoa. Lakini leo hii Bwana amenituma nikueleze hii ni mwaka wako wa kufanikiwa. Utashinda maadui na vita zote, na maisha yako itaanza kung'ara. Wengine wameishi kama wanaendelea na kukosa tumaini, yani kwa sababu kila mwaka wanakutana na vita tofauti. Mwaka iliyopita ilikuwa ya ndoa. Mwaka ile ya chini ilikuwa kukosa mtoto. Mwaka ile ingine alikuwa na magonjwa. Kila mwaka Shetani inapanda mambo tofauti juu ya maisha yako. Lakini wacha nikutangazie habari ya leo. Goti na machozi ya leo itakuwa msingi ya maisha yako kwa hii mwaka. Lakini Roho ya Bwana inaniambia hii ni mwaka wako. Sio mwaka wa kulea, sio mwaka wa vita. Ni mwaka wa kufanikiwa. Ni mwaka wa uponyaji. Ni mwaka wa kupata kazi. Ni mwaka wa kuwa mfanyabiashara shujaa. Ni mwaka wa kufanikiwa kwa boma. Yani hii mwaka itakuwa mwaka wa kusonga mbele. Leo Bwana amenituma niongee juu ya hii mwaka. Hii mwaka iko tofauti na mwaka zingine. Bwana ameniambia nikuje nikuambie
Hii ni mwaka yako. Kwa hivyo leo tutaweka msingi juu ya hii mwaka. Msingi yako. Unataka kazi, unataka biashara, unataka ndoa, unataka kujenga, unataka gari, nyumba ya kifahari. Unataka nini kwa hii mwaka? Kwa sababu hii mwaka Bwana amenituma nikueleze. Hii ni mwaka yake, anakuja kuwabariki. Utabarikiwa na watoto wako. Misingi ambayo tutaweka kwa hii mwaka, ndio utavuna hii mwaka ikiisha. Na hiyo misingi utajivunia. Utasema wiki ya pili nilisikia ujumbe ya kwamba hii ni mwaka yangu. Nikamwambiwa niweke misingi. Niliweka misingi ya ndoa. Naona ndoa yangu imesimama. Niliweka misingi ya nyumba. Naona nyumba imefika juu. Nimeweka misingi ya kukimbia na gari. Naona gari imesimama. Niliweka misingi ya kanisa yangu ijengwe. Naona kanisa imeisha. Misingi ambayo utaweka kwa mwaka wa Bwana. Hii ni mwaka wa Bwana. Bwana ndiye amenituma na kueleza hii ni mwaka yake. Misingi ambayo utaweka, utafanikiwa na utajivunia. Kama umekuwa na magonjwa kwa muda mrefu, ugonjwa hata kama ilikuwa ya kansa, iwe TB, ugonjwa yoyote, na umeweka misingi ya kwamba ugonjwa itakufuata tena, basi utajivunia hiyo jambo. Hii ni mwaka ambaye Bwana amenituma niwaambie ya kwamba hii ni mwaka yake. Amenipaka mafuta. Amenituma nikueleze. Hautahangaika tena. Hautasumbuliwa. Yaani hii mwaka ni mwaka ya ushindi. Hata kama ulikuwa unafuatwa na wachawi na waganga wenye uwivu mingi juu ya maendeleo zako, juu ya watoto wako, juu ya boma yako, juu ya shamba lako, hawa wote watashindwa, kwa sababu hii mwaka ni mwaka wa Jehova. Ndio sababu Bwana amenituma katika Isaya 4. Luka. Wacha tupate Luka 4:19. Na kutangaza mwaka wa Bwana aliyokubaliwa. Kuna mwaka wa Bwana ambaye imekubaliwa. Hii ni mwaka wa Bwana ambaye Bwana ametengeneza. Ni mwaka wa kufanikiwa na kutangazia. Hii ni mwaka wa kuinuliwa. Hii ni mwaka wa kubarikiwa. Ndio sababu ukisoma hapo Isaya, Luka 4:18 inasema, nami ambaye naongea na wewe nimeshapakwa mafuta niondoe wale wamefungwa na pingo, wale wameshikwa mateka, wale wamewekwa kwa gereza, wale wawezi songa mbele. Niwatangazie hii ni mwaka wa Bwana, yani mwaka wa kuinuliwa. Wengine wametezeka, hata wajui waelekee wapi. Hata hii mwaka ikianza, machozi juu ya machozi, moyo wao hawana amani, wamezunguka, wamechoka. Kila mwaka wanabadilisha kanisa, kila mwaka wanabadilisha nyumba, yani wajafanikiwa. Miaka nyingi wako na ushuhuda vile Shetani inawahangaisha. Lakini wacha nikutangazie, hii ni mwaka wa Jehova. Watoto wako watainuliwa, watabarikiwa, watapokea kazi, watapokea masomo, watapata madigrii zao, njia zao zitafunguliwa. Hii sio mwaka iliyopita. Hii ni mwaka mpya
na mambo mpya. Yani hii ni mwaka wa Jehova. Wacha Bwana amenieleze nikwambie leo mambo itakuwa tofauti. Ukiweka msingi kwa hii mwaka, msingi ya watoto watainuliwa. Msingi ya ndoa itapata amani. Ndoa itapatikana. Ndoa itabarikiwa. Hii msingi ambayo utaweka, hata kama ni kazi, umezunguka na mabarua, umehangaika na mabarua zako, hizo mabarua za diploma, hata kama zima degree, hata kama ni ya form 4, wacha nikutangazie, hii ni mwaka wa kufanikiwa. Hii sio kama mwaka ingine. Naongea na mwenye amelea, naongea na mwenye machozi imetoka, naongea na mwenye roho imeisha, wale wamekosa tamaa, wale wanaona maisha yao imefika mwisho. Wacha nikutangazie, Bwana amenituma kwako nikuambie leo ni siku yako, siku ya kubarikiwa, siku ya kuinuliwa, siku ya kubarikiwa toto. Hata ndoa yako inabarikiwa, nyumba yako inabarikiwa, boma yenyu inabarikiwa. Hii ni mwaka wa Jehova. Unasikiaje? Kuna jambo umelia kwa muda, kuna mambo umeongea na marafiki, kuna vile unaona maisha yako haiendi vizuri, kuna jambo imekuwa kama historia. Kila rafiki yako anajua jinsi mahali unapitia, vile maisha yanakupeleka. Watu pia wanaongea, wanajua wakati ulikuwa juu. Kweli wanajua vile Shetani amekuweka chini, vile vitu zako zilisha, vile auctioneer walichukua kila kitu. Lakini wacha nikutangazie, hii ni mwaka yako ya Bwana kuregesha yale Shetani ilichukua. Hata kama nyota yako ilichukuliwa, nyota ya kazi, nyota ya biashara, nyota ya boma, nyota ya watoto, nyota ya bwana yako, nyota ya bibi yako, nyota ya shamba zenyu, wacha nitangaze, nyota zinarudi. Hii ni mwaka wa Jehova. Jehova akisema hii ni mwaka yake, mpaka maisha yako ibadilike. Maisha imekuwa mangumu, hata mahali unaenda hakuna kazi, mahali unaingia biashara zinaanguka. Lakini hii mwaka ni mwaka yako akichukua nyota yako. Yani wale walichukua nyota yako, walienda nazo, Jehova anaregesha. Kwa sababu mwaka Jehova ni mwaka wa kufanikiwa, sio mwaka wa kurudi nyuma, ni mwaka wa kusonga mbele. Wacha nikutangazie, jina lako itainuliwa. Hii ni mwaka mpaka marafiki zako wataujiuliza mahali ulitembea. Wengine walijua wewe ni mtu wa shida, hata wakikuona wanaona jinsi maybe umeleta shida yako kwao. Mpaka marafiki wamekimbia, hata ndugu toka nitoke amekuacha, hata dada nitoke wamekuacha. Hata kwa boma kuna mtu anakujua kama ni wewe ni mtu. Yani tangu kazi yako iishe, maisha yako ilikuwa mbaya. Tangu kazi yako ilirudi chini, mambo zako zilidimia. Lakini wacha nikuambie, chukua nyota yako sasa, kwa sababu hii ni mwaka wa kufanikiwa. Chukua nyota yako sasa ili usonge mbele. Watu watastuka, watu watasema makanisa ulienda, watu wataanza kuongea jinsi labda ulitembea Tanzania, wengine watasema ulienda Mombasa, wengine watasema ulienda Nigeria. Yani wacha nikutangazie, hii ni mwaka wa kuchukua nyota, mwaka wa kuweka misingi, mwaka wa kufanikiwa. Ajalishi umepitia shida kwa muda gani, ajalishi umepitia kwa vita hiyo kwa muda gani, ajalishi kazi yako iliisha mwaka gani, ajalishi biashara yako ilianguka lini, hii mwaka ni mwaka wa kufanikiwa. Ajalishi ndoa yako ilivunjika mwaka gani, ndoa iko mwaka hii, kazi iko mwaka hii, biashara iko mwaka hii, uponyaji iko mwaka hii. Ajalishi ugonjwa ili kuanza ukiwa na miaka ngapi, imekusumbua kwa miaka ngapi, umeenda hospitali ngapi. Hii leo hii Bwana amenituma, ukiweka misingi, nitaomba kwa misingi. Hata kama ni ya magonjwa zitaondoka, yani magonjwa zitaisha. Bwana amenituma nikueleze leo, maisha yako haitakuwa vile imekuwa. Wacha nikwambie, baada ya dakika 10
hautakuwa jinsi ulikuwa. Mambo itakuwa tofauti. Utatembea na nyota kubwa, utatembea na baraka kubwa, utatembea na uponyaji kubwa, utatembea kama mambo na jina lako imekuwa kubwa. Jehova ndiye amenituma. Hii mwaka itakuwa kama mwaka ingine. Hii ni mwaka wa kusonga mbele, mwaka wa kupokea nyota, mwaka wa kufanikiwa, mwaka wa kuomba Mungu, mwaka wa kushukuru Jehova. Sio mwaka wa shida. Shida zote ni ya Shetani. Hizo vita ulikuwa unapitia ni ya Shetani. Hizo gombi zote ni ya Shetani. Hiyo ndoa kuvunjika ilikuwa ya Shetani. Kukosa ndoa ilikuwa ya kazi ya Shetani. Kukosa mtoto kwa ndoa ilikuwa kazi ya Shetani. Magonjwa zote kwa boma ilikuwa kazi ya Shetani. Shamba kukosa kutoa chakula ilikuwa kazi ya Shetani. Kukosa kujenga hiyo kazi ya Shetani. Wacha tutangaze leo baraka kuu juu ya maisha yako. Pokea nyota ya ajabu. Sijui kama unaona msingi unaenda kuweka. Hii ni mwaka yako. Mwaka wa kufanikiwa, mwaka wa kubarikiwa, mwaka wa kusonga mbele, mwaka wa kupata kazi, mwaka wa kupata mamlaka, mwaka wa kuinuliwa, mwaka wa promotion, mwaka wa kupata pete. Yani hii mwaka sio mwaka wa kuhangaika, sio mwaka wa kulia, sio mwaka wa kulala kwa kitanda, sio mwaka wa kuzunguka hospitalini, sio mwaka wa kuzunguka makanisani. Ni mwaka wa kufanikiwa. Simama imara. Simama kwa mguu yako. Uone jibu ambaye Bwana anakujibu leo. Sijui kama unaona jambo. Naongea na wajasiri. Wale wanasema Pastor Apostle, hiyo jumbe inaingia kwa nyumba yangu. Mimi ndio nimezunguka. Mimi ndio nimehangaika. Mimi ndio nimelia. Mimi ndio nimegonjeka. Mimi ndio ndoa yangu ilivunjika. Mimi ndio nilikosa kazi. Mimi ndio biashara ilikurudi nyuma. Mimi ndio sijajenga. Mimi ndio natamani boma. Wacha nitangaze leo, ukisimama imara, ukiwa jasiri, useme hapana. Hata leo sijawahi kupiga namba kwa simu, leo nitapiga. Niombe na huyu Apostle ambaye anaongea juu ya mwaka, ambaye anaongea juu ya misingi. Nimwambie misingi ambayo nimeweka. Leo nitasema, nitachukua credit yangu, niseme misingi, tuombe na yeye kwa hii misingi. Leo nimeweka misingi ya ndoa, leo nimeweka misingi ya watoto, leo nimeweka misingi ya boma, leo nimeweka misingi ya samba, leo nimeweka misingi ya case, leo nimeweka misingi ya kazi. Ni misingi gani utaweka ambaye tutaomba na wewe? Baada ya magoti tena utapiga simu useme hapana, hii misingi nimeweka. Wacha tuombe pamoja ili hii mwaka nisilie tena, hii mwaka nisihangaike, hii mwaka watu wasiongee juu yangu, hii mwaka watu wasinidharau, hii mwaka nionekane kama mtu. Nataka wale walioiba nyota yako waibike. Nataka wale walikudharau wakuone ukiinuka. Wataka wale wanakudharau kazini waone nyota yako ni nyota ya ukweli, waone promotion kwako. Hata kama uliona uwezi uinuliwa, wacha nikutangazie, hii mwaka ni mwaka yako wa kufanikiwa, kwa sababu naenda kuvunja madhabahu za pingu ambayo imekufunga uwezi songa mbele. Utasonga mbele, jina lako itajulikana. Utajulikana, unaenda kuinuliwa. Sijui kama unaona misingi. Mama, hata kama umekosa ndoa, ndoa yako iko hii mwaka. Kijana, hata kama umekosa kazi, kazi iko hii mwaka. Mama, hata kama umekosa biashara, biashara iko hii mwaka. Na tazama, unanitazama, hata kama umekosa kujenga, mjengo yako iko hii mwaka. Hata kama unatamani boma, boma yako iko hii mwaka. Plot yako iko hii mwaka. Gari yako iko hii mwaka. Pikipiki yako iko hii mwaka. Yani duka yako iko hii mwaka. Hii mwaka mambo zako ziko. Jehova amenituma. Hii mwaka naongea juu ya hii mwaka ambaye Bwana amesema hii ni mwaka wa kubarikiwa, mwaka wa kuinuliwa, mwaka wa kufungua watu. Wale ambaye walifungwa, ambaye wamehangaika, ambaye wametezeka, atawapanguza machozi. Sijui kama unanielewa. Sijui kama tuko na wewe pamoja. Sijui kama unanisikiza. Sijui kama hii ujumbe inaingia. Unaonaje hii mwaka? Naongea 2023 ni mwaka wa kufanikiwa.
hata ni mwaka wa kupata passport, ni mwaka wa kwenda ng'ambo. Hii mwaka mambo yako, nyota yako imeng'ara, mabarua zako zimerudi. Sikiza, hii ni mwaka, hata ukinielewa, hata ukiwa ng'ambo, hata sahii ukinisikiza, mambo itakuwa tofauti. Mjenga ambaye ulianza hapa Kenya utazimaliza. Hizo plot unataka kununua utanunua. Yani familia yako watainuka. Ile mpango ulipanga wakati ulipanda ndege ukienda ng'ambo utatimiza. Wa familia watahangaika. Kuhangaika kwa familia ni kazi ya Shetani, ni kazi ya mapepo, ni kazi ya wachawi, ni kazi wa uivu. Lakini natangaza kuanzia hii mwaka Bwana anaenda kutenda, Bwana anaenda kubariki, Bwana anaenda kukupatia. Hii ni mwaka wa kufanikiwa. Ndio Biblia inasema hii ni mwaka wa kuinuliwa. Umehangaika, hiyo mwaka imepita. Hata hiyo mwaka ingine ulikuwa unahangaika hivi, hata hiyo ingine ulikuwa unalia hivi. Lakini leo Luka 4 kuanzia 18 mpaka 19, Bwana anakufungulia. Wale walifungwa wanawachiliwa, wale waliwekwa mateka wanawachiliwa. Mimi nimetumwa kama chombo nikutangazie leo, hii ni mwaka yako wa kufanikiwa. Wacha kuwa na roho ngumu. Bwana akisema ni Bwana ndiye amesema. Nililala, Bwana ameniamsha. Nikuje niwaambie ya kwamba ukiweka misingi, sijui misingi yako ni gani. Mama, umetezeka sana na hiyo ugonjwa. Wacha nitangaze dakika hii kwa jina la Yesu Kristo. Mahali unaniona, mahali unanisikiza, hata ukiwa hospitalini, hata ukiwa kwa kitanda, wacha nitangaze. Hata ukiwa kwa boma, hata kama uko kwa sitting room, hata kama umelala kwa kiti, mahali unaniona, hata kama umeketi lakini uko na maumivu ambayo Shetani imepanda juu ya mwili yako, wacha nitangaze magonjwa zote kwa jina la Yesu zinaondoka, zinakuacha, unakuwa uhuru. Sasa hivi hauna ugonjwa tena juu ya maisha yako. Shetani za magonjwa nimeweka chini, nimekanyaga chini, nimezivunja. Hawana mamlaka. Pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama mama yako ni mgonjwa akiwa nyumbani, wacha nitangaze, mkono ya Bwana sio mfupi. Mahali ananisikiza, apokea uzima. Wacha nitangaze, hii ni mwaka wa kufanikiwa. Hata kama umekosa kazi kwa muda mrefu, kazi yako iliisha. Kuanzia hapo umezunguka, hauna mahali pa kuingia, hauna makao, hauna nyumba, umeshindwa hata kulipa nyumba, vitu zako zimefungiwa. Wacha nitangaze, kuanzia sasa hivi pokea kazi kwa jina la Yesu Kristo. Leo nimekuja, Bwana amenituma nifungue watu ambao wameweka chini. Leo Bwana amenituma nifungue wale wamewekwa kwa gereza. Wacha nitangaze sasa hivi, pokea biashara. Biashara yako ilianguka, biashara yako iko chini, hajalishi ni biashara gani, lakini Bwana amesema katika hii mwaka maisha yako inabadilika. Katika hii mwaka unainuliwa. Ndio sababu natangaza, mama, shika biashara yako, uipokee sasa biashara hiyo. Wacha inuke sasa, kwa sababu Bwana amesema hii mwaka ni mwaka wa kufanikiwa, mwaka wa kuinuliwa. Hata kama unatafuta ndoa, wacha nitangaze sasa hivi, pokea ndoa. Pokea ndoa msichana, pokea ndoa, pokea ndoa ya amani. Hata kama yako ni ya vita, mwanaume ni ulevi, ni pombe, wacha nitangaze sasa hivi, pokea amani. Mahali unanisikiza, hata kama vijana waliingia kwa pombe wote, hakuna mwenye anafanya kazi yao ni kulewa, kazi yao ni vita, boma hakuna amani. Wacha nitangaze, mama, mahali unanisikiza, hii ni mwaka wa kufanikiwa. Watoto wapate amani, watoke kwa pombe, in Jesus name. Sikiza, Bwana ndiye anatenda. Ukiamini na uweke misingi kwa hiyo jambo naongea, Bwana atatenda. Bwana atatenda. Bwana anakungoja, Bwana anakusikiza. Vile unaongea, vile unaomba, Bwana anakusikiza. Ameweka masikio yake,
Leo hii ukiongea kwa imani, ukiomba na imani, utapokea. Sikiza, hata kama wanakuita taza, hatuwezi zaa. Hii ni mwaka wako, mwaka wa kufanikiwa, mwaka wa kufanikiwa. Guza hiyo tumbo, pokea mtoto kwa jina la Yesu Kristo. Hautaitwa taza, unaitwa mama mtu. Yale Jehova amepanda mtoto. Leo hii ni mwaka wa kufanikiwa. Hata kama uko wapi, ndugu mwenzangu, hata kama kanisa haendi vizuri, wacha nikutangazie, hii ni mwaka wako. Kanisa yako inainuka, jina lake itajulikana. Jina ya kanisa lako inajulikana. Watu watakutambua. Hata kama watu kujui wewe ni pastor, utajulikana. Hata kama hujui wewe ni apostle, utajulikana. Hata kama hujui wewe ni reverend, utajulikana. Kama watu wakuoni kama ni bishop, utajulikana. Wacha nitangaze, pokea hiyo uzima, pokea hiyo upako. Ile jina lako ijulikane, ile kanisa yako ijulikane. Bwana analete watu. Hii mwaka mlango ya kanisa itafungwa. Mlango ya kanisa itafungwa. Hautakuwa na deni ya kanisa. Bwana anasema hii ni mwaka wa kufanikiwa. Kanisa yako itainuliwa. Kuna mtu anda kusimama na kanisa lako. Kanisa itarudi chini. Kuna wale wanakuja kusimama na kanisa yako. Kanisa itasonga mbele. Bishop mwenzangu, ebu weka misingi. Leo hii Bwana anaenda kutenda. Wacha niseme hivi, Bwana anaenda kutenda makubwa juu ya kazi yako, juu ya biashara yako, juu ya kanisa yako, juu ya boma yako. Weka magoti chini mahali unanielewa. Weka magoti chini mahali unanisikiza. Weka magoti chini, anza kuamini. Naenda kuomba na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Pokea chenye unataka kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kwa hii mwaka kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kwa hii mwaka kwa jina la Yesu Kristo. Pokea sasa. Thank you Lord. Mpendwa, tunaenda kuomba. Naona huyo mama amepiga magoti chini. Piga tu. Weka msingi, weka msingi. Leo hii mwaka, leo ni siku ya kuweka msingi. Weka msingi yako. Naenda kuomba na wewe. Mahali unanipata, weka msingi. Omba, omba, omba. Dakika moja omba. Jehova anaanza kutenda. Omba sasa hivi. Hata kama ni ugonjwa, hata kama ni kazi, hata kama ni biashara, hata kama ni bwana, hata kama ni watoto, hata kama ni boma, hata kama ni nyumba, hata kama ni shamba, hata kama ni case, weka masomo, hata kama ni watoto, school fees, breakthrough ya financial. Wacha nitangaze sasa hivi, mafuta zinakuja, mafuta zinakuja, mafuta zinakuja, mafuta zinakuja, mafuta zinakuja. Asante mfalme. Nimekutambua na nimekujua. Wewe sio kama binadamu. Tazama huyo mama amepiga magoti chini. Tazama huyo mzee, tazama huyo kijana mwenye anainua mkono, mwenye anakuomba. Jehova anasikiza. Leo ameweka misingi, misingi ya masomo, misingi ya kazi, misingi ya biashara, misingi ya boma, misingi ya nyumba, misingi ya gari. Ameweka misingi Jehova ya kesi, ya kotini, yani misingi. Jehova, tenda makubwa katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Amen. Mpendwa, mwenye alikuwa anaongea na wewe ni Askofu Francis Opell. Natoka kanisa la African Revival Center of East Africa. Napatikana hapa Nairobi. Kanisa ni nyingi Kenya mzima. Namba yangu ya simu ni 0720863911. 0720863911. Utapiga hiyo namba kwa misingi ambayo umeweka. Hiyo misingi nitaomba juu ya hiyo misingi. Na Bwana atakuinua, Bwana atakubariki. Uwe na mchana mwema. Tupatane hapa every Saturday, kila Jumamosi, masaa kama hii, ili Bwana atubariki na neno na Bwana atende makubwa. Uwe na mchana mwema, mwaka mpya ya kufanikiwa. Amen, amen. Salom, salom, salom. Mchana mwema. Amen. Eternal Father, I offer you